إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله جل وعلا. Nayosia nafsi yangu vile vile kukuhusieni nyinyi kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad khalaqa Allahu bani Adama fi ahsani taqwim. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu kwa mpangilio uliokuwa mzuri sana. Wa an'ama alayhim bi ni'amin 'azim. Na Allah akampatia mwanadamu neema zilizokuwa nyingi. Minha as-sam'u wal absar wal af'ida. Miongoni mwa neema hizo ni kusikia na kuona, kadhalika na nyoyo. Liyaqilu biha maqasid ad-din. Allah subhanahu wa ta'ala akawapatia neema hizo wanadamu ili waweze kuzingatia kwa neema hizo kwa macho yao na masikio yao na nyoyo zao, waweze kuzingatia makusudio ya dini, wayataabada Allah bi shar'ihi alqawim, na ili wapate kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sheria yake Allah iliyokuwa madhubuti. Yaqulu Allah ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. na Allah subhanahu wa ta'ala akhrajakum min butuni ummahatikum, amekutoeni nyinyi kutoka kwenye matumbo ya mama zenu, la ta'lamuna shay'a, hali ya kuwa hakuna mnachokijua, hamjui chochote. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة, na akakupatieni Allah usikivu na kuona na nyoyo, la'allakum tashkurun, ili mpate kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Walqalb, na moyo wa mwanadamu, huwa mahallu lintifa'i bitadhkirati walmaw'idha, ndio eneo pekee ambalo ndio eneo la kunufaika na ukumbusho na mawaidha. Moyo wako ndio eneo pekee ambalo litakufanya unufaike na mawaidha na ukumbusho unaopewa na wale wenye kukumbushwa. Qala Allah ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala: inna fi dhalika la dhikra, hakika katika hilo kuna ukumbusho, na ni ukumbusho liman kana lahu qalbu, lakini kwa yule ambaye ana moyo. Au alqa as-sam'a wa huwa shahid, أي استمع للكلام بقلب حاضر متيقظ غير غافل. kwa yule mwenye moyo
na yule atakayeyasikiliza maneno kwa moyo uliohudhuria, tena moyo ulioamka, tena moyo ambao haujaghafilika. يقول السعدي رحمه الله، أنا سمع الإمام السعدي akielezea aya hii: أي قلب عظيم حي ذكي زكي، فهذا إذا ورد عليه شيء من آيات الله تذكر بها وانتفع فارتفع. أي moyo ambao adhimu ni moyo mtukufu, hayyun moyo ulio hai, zakiyun moyo ulio na mazingatio, zakiyun moyo ulio msafi. Fahadha, moyo huu idha warada alayhi shay'un min ayati Allah, unapofikiwa moyo huu na chochote katika aya za Allah subhanahu wa ta'ala, tadhakkara biha, moyo huo unazinduka na kukumbuka kwa sababu ya aya hizo, wantafa, na kisha moyo huyo hunufaika, fartafa, kisha unainuka na kuwa moyo mtukufu. Waqad ja'ala Allah lihadha alqalbi ahamiyatan kabiratan fi sa'adati almar'i aw shaqa'ihi fi ad-dunya wa fi al-akhirah. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameweka katika moyo umuhimu mkubwa katika kusalimika au kuokoka kwa mtu au kuwa muovu mtu fi dunya wal akhirah, hapa duniani na akhirah, fi salahi a'maliha au fasadiha, katika kutengamaa kwa matendo yake au kuharibika kwa matendo yake. Basi moyo umekuwa na nafasi kubwa sana katika hili. Walidha yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ndio maana anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam: ala wa inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha sa'irul jasad wa idha fasadat fasada sa'irul jasad ala wa hiya alqalb. Anasema Mtume wa Allah, tambueni na kwa hakika kwenye kiwiliwili cha mwanadamu kuna pande la nyama. Pande hilo litakapotengamaa, basi mwili wote hutengamaa, na pande hilo litakapoharibika, basi mwili wote huharibika. Tambueni pande hilo la nyama ni moyo. Yaqul Ibn Taymiyyah rahimahullah, anasema Ibn Taymiyyah, alqalb, moyo, huwa al-asl, ndiyo asili, ndiyo mzizi. Fa idha kana bihi ma'rifatun wa irada, moyo utakapokuwa na maarifa, ukawa na matakwa yaliyokuwa sahihi, sara dhalika ila albadan, basi jambo hilo huenda moja kwa moja kwenye mwili na viungo, bidharura, tena kwa dharura, yani ni lazima iwe hivyo. La yumkinu an yatakhallafa albadanu amma yuriduhu alqalb, haiwezekani moyo ukaenda kinyume na yale ambayo moyo unayataka. Walqalb, na huu moyo, enyi waja wa Allah, qad tusibuhu jumlatun min al-amrad al-khatira, unaweza kupatwa moyo huu na jumla ya maradhi ya hatari, allati marji'uha bil jumla, maradhi ambayo marejeo yake kwa ufupi kabisa ila maradhain, yanarejea kwenye maradhi ya aina mbili, khatirain, tena maradhi ya hatari, huma maradu ash-shahawati wa maradu ash-shubuhat. Hayo ni maradhi ya shahawati, wa maradu ash-shubuhat, na maradhi ya shubuhat. Moyo unapokuwa na maradhi ya aina yoyote, basi maradhi hayo yatarejea kwenye moja kati ya maradhi haya, ima maradhi ya uasherati au maradhi ya shubuhati na utata kwenye dini ya mja wa Allah. Wa min akhtari tilka al-amrad, na miongoni mwa maradhi ya hatari zaidi ambayo yanaharibu dini ya mtu na yanaharibu tabia za mtu, da'u shirki wan nifaqi war riya, ni moyo wa ushiriki au ni maradhi ya ushirikina, maradhi ya uchawi, maradhi ya unafiki na maradhi ya kutenda kwa kujionyesha. Wa minha, na miongoni mwa maradhi hayo, maradu ittiba'i shahawat, ni maradhi ya kufuata matamanio yako, maradhi ya kuacha kufuata sheria na wewe kufuata matamanio yako. Waliftitanu biha, vile vile kufitinika na hayo
kufitinika na hayo mambo ya shahawati. Ikawa mtu ni muasharati, halioni dhambi isipokuwa analiendea: zinaa, unywaji wa pombe, riba, rushwa na mengineyo. Moyo wake unakuwa unamkimbiza kuyaendea hayo maradhi, kuyaendea hayo madhambi. Wa minha, na miongoni mwa maradhi hayo, maradhul ghilli, ni maradhi ya vifundo vya moyo, kuwekeana vifundo vya moyo. Wa maradhu su'i dhanni, na maradhi ya dhana mbaya, kudhaniana vibaya. Wa minha, na katika maradhi haya, tatawalladu al-adawatu wal-baghdha'u wat-tahasud wal-khiyana baina an-nas. Kupitia maradhi ya kuwekeana vifundo na kudhaniana vibaya, inazalikana ndani yake kuwa na uadui na kuwa na chuki na kuwa na husda, kuoneana vijicho na husda, wal-khiyana, na kuwa na khiana na udanganyifu baina ya watu. Wada'ul ghafla, na maradhi ya kughafilika na kujisahaulisha na kupuuza. Idha asaba alqalba, maradhi ya kughafilika pindi yanapoupata moyo, ila mawaridil mahaliki arda, basi humpeleka kwenye makorongo ya kuangamia. An ibn Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul ala a'wadi minbarihi, kutoka kwa Ibn Umar na Abu Hurairah, radhi za Allah ziwe juu yao, hakika wawili hawa walimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, hali ya kuwa yuko katika juu ya mimbari yake: la yantahiyanna aqwamun aw wada'ihimul jumu'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Anasema Mtume wa Allah, kwa hakika watakoma watu, wataacha watu kunako kuacha kwao swala za Ijumaa, kule kuacha na kupuuza swala za Ijumaa wataacha, au wasipoacha, la yahtimanna Allahu ala qulubihim, atapiga muhuri Allah subhanahu wa ta'ala kwenye nyoyo zao. Thumma la yakununna minal ghafilin, kisha watakuwa ni katika wale walioghafilika, wale walioangamia. يقول ابن القيم رحمه الله، anasema Ibn al-Qayyim rahimahullah, faman kanat al-ghaflatu aghlab awqat, yule ambaye itakuwa kughafilika na kupuuzia ndiyo sehemu kubwa ya wakati wake, kama yanayoshuhudiwa leo kwamba sehemu kubwa ya wakati wa mtu inakuwa ni draft, sehemu kubwa inakuwa ni karata, sehemu kubwa inakuwa ni ma-TV, sehemu kubwa ya wakati wake inakuwa ni kwenye simu yake. Itakapokuwa kughafilika ndiyo sehemu kubwa ya wakati wa mja, kana as-sad'u mutarakiman ala qalbi, basi itakuwa maradhi yamesongamana katika moyo wake. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، أيها الناس عباد الله، ولأمراض القلوب أسباب، نمراض يا مويو yana sababu. Man ittaqaha faqad faz, atakayeepuka sababu hizi akajiweka mbali na hizi sababu, faza bisalamati wassawab, atakuwa amefaulu, ameshinda kwa kupata usalama na kupata njia iliyokuwa ya kweli. Wa man waqa'a fiha, na atakayeingia na kuzifanya sababu hizi, faqad arrada nafsahu wa dinahu lilkhatar, basi atakuwa ameielekeza na kuipeleka dini yake kwenye maangamio na hatari. Wa min tilka alasbab, na miongoni mwa sababu hizo, ittiba'ul hawa, ni kufuata matamanio, wazaighi 'anil haqq, na kupondoka na kupinda ukaiacha haki, baada ma'rifatihi,
baada ya kuwa umekwisha ijua. Ukajua kusengenya ni haram, bado ukapondoka ukaendelea kusengenya na mfano wa hayo. Ukajua uchawi ni haram, bado ukaendelea kuwa na uchawi, ukaendelea kuwa nao baada ya kuwa umefikiwa na haki kuwa uchawi ni haram na ni kufuru. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdi alqawma alfasiqin. Pindi walipopinda wakapotea, azagha Allahu qulubahum, Allah subhanahu wa ta'ala akazipoteza nyoyo zao. Pindi walipofikiwa na haki, wakafikiwa na dalili juu ya sheria fulani, kisha wakaiacha sheria ile, wakaendelea na matamanio yao, Allah anazielekeza nyoyo zao kule wanakokutaka wao, na hawa ni mafasik, ni waovu. Wallahu la yahdi alqawma alfasiqin, na Allah hawaongozi watu ambao ni mafasik. Wa minha, na miongoni mwa sababu za maradhi ya moyo, al-israfu fil mubahat, ni watu kufanya israfu na kupitiliza katika mambo ya halali, vyakula, mavazi, vinywaji, kulala na mengineyo. Wamkuta mtu analala saa 3 usiku, anaamka muda wa alfajr, amelala masaa tele, lakini baada ya alfajr alala tena mpaka saa 7, inakuwa nusu ya siku yake ni kwenye upande wa kulala. Baadhi yao wanaweka vyakula tele kwenye masahani, hawawezi kuvimaliza, kama yanayotokea katika maharusi mbalimbali au misiba mbalimbali, wanapitiliza katika mambo ya halali. Hii ni sababu ya maradhi ya moyo. Miongoni mwa sababu vile vile, al-inhimaku fi talabi dunya, ni watu kuzama na kupitiliza ndani kabisa katika kuitafuta dunia yao, wa ithariha ala al-akhirah, na wakawa dunia yao wanaitanguliza mbele ya akhira, wanaiacha akhira nyuma, wanatanguliza dunia kwa kuzama kwenye kuitafuta. Hadhihi ahadu asbabi suqmi alqulub, hizi ni baadhi tu ya sababu za maradhi ya moyo, lakini ziko nyingi. Mja wa Allah anatakiwa kujiepusha na sababu hizi. Kama tulivyoona, moyo una sehemu kubwa ya kutengamaa kwako hapa duniani na kesho akhera. Basi unatakiwa kujitahidi kuepuka sababu zitakazoenda kuharibu kifaa hiki ambacho ni sababu ya wewe kuipata pepo ya Allah, au ni sababu ya kukuepusha na pepo na ukaipata jahannam, wal billah. Fahrisu ya ra'akumullah, pupieni, nendeni haraka yenye waja wa Allah, ala salamati qulubikum, kwenye kuziweka salama nyoyo zenu, min tilkumul amrad, kutokana na hayo maradhi tuliyotaja. Fasalamatul qalbi, usalama wa moyo, wasalimu minhu, na yule ambaye amesalimika na yale maradhi, huwa afdalun nas, huyo ndio bora wa watu. Wasalamatul qalbi sababun li sa'adatil mu'min, na kusalimika kwa moyo ndio sababu ya usalama wa mu'min, wa rahatihi, na ndio sababu ya starehe ya mtu fi dunya wal akhirah, hapa duniani na kesho akhirah. Walidhalik, na kwa ajili hii, min awwali ma amara Allah bihi azza wa jalla nabiyya, jambo miongoni mwa mambo ya mwanzo kabisa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimuamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam, tazkiyatul qalb, ni kuutakasa moyo, watatahiruha, na kuusafisha moyo wake, pale alipomwambia wathiyabaka fatahhir, na nguo zako zitaharishe. Yaqulu Ibn al-Qayyim rahimahullah, anasema Ibn al-Qayyim, jumhurul mufassirin min as-salaf wa man ba'dahum, wafasiri wengi wa mwanzo na waliokuja baada yao, ala anna al-murada bithiyabi hahuna al-qalb, wanatafsiri kwamba makusudio ya nguo katika aya hii hapa ni moyo. Allah anamuamrisha mtume wake mwanzo kabisa katika aya ambazo ndio alipewa unabii mtume sallallahu alaihi wasallam, anaamrishwa kuutakasa moyo wake, kwa sababu moyo ukitakasika, basi mambo yote yanakuwa safi. Kama vile ambavyo moyo ukiharibika, mambo yote yanaharibika. Na mtu atakayesalimika na moyo, akawa msafi wa moyo,
huyu ndio bora wa watu atakayepata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malu wala banun, siku ambayo haitomnufaisha mtu mali wala watoto, illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa yule aliyemwendea Allah akiwa na moyo uliosalimika. Huyo ndiye atakayefaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhum qala, anasema Abdullah ibn Amr, qila li rasulillah, aliambiwa akaulizwa mtume wa Allah, ya Rasulullah, ayu nasi afdal, ni yupi kati ya watu ndio bora zaidi? Kati ya watu wote mtu ambaye ni bora zaidi kuliko watu wote ni nani? Qala, akasema mtume wa Allah, kullu makhmumil qalbi saduqil lisan, mtu bora kuliko wote ni yule ambaye makhmumul qalb, na mkweli wa ulimi. Makhmumul qalb atatafsiri maana yake, lakini mkweli wa ulimi, yule anayeutumia ulimi wake kuongea ukweli. Qalu, wakasema masahaba, saduqul lisani na'rifu, mkweli wa ulimi tunamjua, yule anayeongea ukweli. Fama makhmumul qalb, huyu makhmumul qalb ndio nani huyu? Qala, akasema mtume wa Allah, huwa taqiyun naqiy, ni yule mtu ambaye moyo wake attaqi, moyo wake unamcha Allah. An-naqiy, moyo wake ni msafi, la isma fihi, hauna dhambi ndani yake, wala baghi, wala hauna uadui, wala ghil, wala hauna vifundo, wala hasad, wala hauna hasad. Huu ndio moyo uliosalimika, na huyu ndio bora ya watu. Haula, na hawa, hum afdalun nas, ndio bora ya watu. Fakadhalika insha Allah fakunu, basi na nyinyi insha Allah kuweni kama hawa ambao wenye moyo safi. Taslamuna, mtasalimika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa aqimis salam.